akaendelea kuomba, akarudi tena akiwakuta bado wamelala. Na mimi nasema kwamba alipokuja mara ya tatu aliwaacha afu yakaondoka zake. Yesu asifiwe. Nini? Njia bora ambayo mtu anahitaji kuelekezwa huwa sio kazi rahisi sana. Hiyo sio kazi rahisi. Njia bora inahitaji muda na inahitaji nafasi ya mimi kuamua kujitoa ili kuja kuitafuta njia bora. Tukiona wazee wetu wakiwa wanaendelea vizuri katika njia walionayo, kwa namna ambavyo tunawaona wakiwa wanaendelea hivyo, unavyosifikiri kwamba imetokana tu na kuamka tu asubuhi mtu anaamua anafanya. Hapana. Na ukijaribu kuangalia, mtu anakuambia mimi maisha yangu na siku nyingi sana nikiwa siri chakula mchana, na siku nyingi sana nikiwa nafunga, nina siku nyingi sana nikiwa mimi chakula nakisikia kwenye hadithi. Wewe unafikiri ni njia nyepesi? Jina Bwana libarikiwe. Wewe unaweza kuona njia nyepesi. Tujaribu mimi na wewe kujaribu kuitafuta hiyo njia. Inakuwa sio kazi nyepesi. Bado ni njia ambayo inayompelekea mtu kuwa bora. Halafu huyo mtu anajikuta anakuwa bora. Si kwamba alitokana na wepesi. Kulitokana, kuna gharama alitoa. Kuna gharama ilifanyika, kuna nafasi, kuna muda na kuna wakati aliamua kuyadhira maisha yake. Jina Bwana libarikiwe. Ndio maana mimi nikasema, siku moja nikamwambia kama mtumishi, nikamwambia mimi kufa siogopi. Yaani wewe jiandae siku nyingine utakuja kubaki ugeni mjane. Yaani wewe ubaki tu, wewe huna mume. Kwa hiyo kwa sababu imani tulionayo haimpelekei mtu, yani kama tukiwasoma kwenye Biblia kwamba kuna watu walichinjwa vichwa vyao. Kuna watu walikatwa kwa msumeno. Usifikiri hawakujua uthamani wa imani mpaka wanadiriki kukubali kuyatoa maisha yao, kukubali kufa. Waliona hakuna kitu kingine cha thamani kwenye maisha haya pasipo kubeba imani. Yaani hawakuona kitu kingine, ndio maana waliibeba kwa uzito. Leo ukiwasoma wewe unabarikiwa. Wanasema ila walikuwa wanajitahidi. Hasa hao kama walijitahidi wao, wanahitaji na wewe ujitahidi kama walivyojitahidi. Usifikiri kukatwa na msumeno kulikuwa kuumi, kulikuwa kunauma. Usifikiri kulala gerezani kulikuwa kunaumiza. Ndio maana wananitaka na mimi nifanye kama walivyofanya. Yesu asifiwe. Mimi nikasema kuna wakati wewe utakuja baki ni mjane. Yani wewe wako na hesabu maisha hayo. Kwamba kuna wakati mimi nitakujaga kufa. Nimetekwa, nimeuawa. Kwa sababu kuna muda mwingine ukienda mahali kuhubiri, unakuta kama kuna kitu fulani kinakuingia. Hasa unajikuta nataka kama niongee, yani uongee kabisa. Yani uongee. Ndio maana kuna siku moja mimi nilikuwa nahubiri kule barabarani. Mtu mmoja akaja akasema, nikiwa nimemaliza akaniambia, mchungaji njoo. Nikasema sasa hapa. Sasa huyu tena umeshaanza kuchangamka. Na nilikuwa nagusia hawa jamaa hawa. Nikasema inawezekana jamaa wameshaga kuja kujipaki hapa. Kwa hiyo akaniambia, mchungaji njoo. Basi mimi nikaenda. Nikawa nimeshika kitabu cha maombi mengi na nimeshika na Biblia. Akaniambia, samahani mchungaji, mimi nafurahishwa sana na Injili na imani unayoendelea nayo. Kwa kweli wewe umebarikiwa. Mimi nadhani sina shaka wewe ndio kwa ni mtu wa Mbeya. Wewe utakuwa ni mtu wa Mbeya wewe. Nikasema kwani umeonaje? Maana watu wa Mbeya mara nyingi wao hawaogopagi, wao wanaongeaga. Mimi nikasema hapana, mimi sio mtu wa Mbeya, ila ni Muha, ila baba yangu anayetulea yuko Mbeya. Basi hapa akasema ndio maana wewe uogopi. Wajua walio wengi kuja kuhubiri hapa, wanakuja kuhubiri lakini hawawezi kutaja ubaya kama wewe unavyoutaja. Na hawawezi kuwataja wabaya kama wao wanavyowataja. Wao watapita juu wala hata kuwagusa waogusi. Ila wewe unavyoshangaa unawataja polisi, unataja mahakama, unataja mahakimu, unataja wauaji, unataja watekaji. Anasema mimi nimeshangaa hicho kitu. Inaonekana mimi nikahisi kabisa wewe ni mtu wa Mbeya. Yesu asifiwe. Maana yake kwa nini wanafananisha mimi na mtu wa Mbeya? Maana yake kuna mtu alimuona yuko mbele, amebeba imani, hakutishwa na kitu chochote. Akasema imani ndiyo hii, nitaenda nayo na nitafika nayo kama baba zetu walikubali kufa hata kutoa maisha yao
kwa ajili ya imani. Kwa hiyo ndio maana nasema mimi nilikufananisha na watu wa Mbeya kwa sababu alimuona mzee. Jina Bwana ibarikiwe. Pale nikamwambia basi haina shida, chukua na kitabu hichi. Nikampa na kitabu, mimi nikaondoka ili aende kusoma. Kwa hiyo mimi vitabu mara nyingi huku nimeviuza. Nimeuza vitabu tu vingi. Kuna wengine mimi nilikuwa nasali nao kule, walikuja kanunua vitabu hapa, wakaenda kusoma. Nikasema nyinyi nendeni mkasome. Sasa mtu mmoja siku moja kanipigia akasema, sasa nimesoma. Huyo mzee ni Baraa ametuandikia vitu ambavyo kabisa ni vya kweli, kwa sababu kuna wakati fulani tulikuwa tunafikiri maisha tunaenda nani ya kiroho, kumbe tunaacha maisha ya kimwili kabisa haya kuyatengeneza maisha yetu ya kimwili. Sisi tunatembea rohoni tukijua kwamba yani sisi tunaenda rohoni, kumbe vitu vyetu vinaharibika. Kwa hiyo unakuta ni vitabu ambavyo unavisoma vinawasaidia. Yesu asifiwe. Vinawasaidia. Unakuta mpaka mtu anakupigia anasema kwa kweli mtumishi nitakuja kuchukua kitabu kingine. Maana yake ni mtu ambaye ameona maana kubwa ya imani tulio nayo. Yesu asifiwe. Ndio maana mimi sioni haya kuibeba imani kama ilivyo. Hii imani mimi nimeibeba kwa sababu najua imefanyika kuwa msaada. Hata wale ambao walikuwa wanakuona wewe kama umepotea, ni kama wewe huna maana, ni kama wewe kwenye njia ambayo yani ulioienda ni sio kabisa. Lakini hao wanakuja kusema endelea mtumishi, tumeona njia ulio nayo ni njia sahihi. Lakini hao ndio walianza kukuita Freemason. Wanaanza kukuambia yani wewe hiyo imani ambayo umeenda si kama utaiweza. Yaani maneno mengi. Lakini unakuta kwamba kitu kinachoweza kumfanya mtu bora, lazima hicho kitu mtu akomae nacho. Na watatokea watu watakukatisha tamaa. Na watatokea watu watakwambia njia wanaoenda sio. Lakini kwa sababu ni njia ambayo ina msaada, inaweza kukupelekea kuwa na hatima ya maisha yako, hiyo naendelea nayo, kwa sababu sitosikia cha mtu, kwa sababu najua kitu bora kinapigwa sana, kitu bora kinadharauliwa sana, lakini ndani yake kinakuwa na ubora. Jina Bwana ibarikiwe. Yaani mimi sonagi kitu kuibeba imani mpaka mtu ajue mimi nimebeba imani iko sikazi. Mimi sonagi haya. Inawezekana hata mimi sikuja ngambia mtumishi. Ningesema wewe inawezekana unaga aibu. Mimi kwa kise usione aibu. Wewe ibabe imani kama ilivyo. Beba speaker hata kama wewe mimi sipo. Wewe kabebe speaker, nenda peke yako. Mimi najua wanadamu, kwa sababu wanatafuta watu bora. Kuna watu watakucheka, kuna watu watasema huyo naye amekosa kazi. Wewe hicho kisikutishe. Hicho sikufanye usiendelee. Wewe endelea, kwa sababu humo ndimo utakapojikuta. Humo ndimo kutakapokuwa na hatua yako. Hutabaki kuwa dhaifu kama hivyo ulivyo. Yesu asifiwe. Mimi nachoamini kwamba mimi sionagi haya kuibeba imani. Hii imani sionagi kuitangaza mbele za watu kabisa. Yaani watu wale wanaona wewe. Mimi siku moja kulikuwa na msiba. Mahali fulani nikaenda msibani. Nikabeba kitabu hichi hapa. Hichi hapa. Cha kutoa sadaka ukiwa na dhambi. Mtu mmoja akaniambia, "Sasa wewe mtumishi, wewe baba yako amekimbia. Halafu unatembea na vitabu mtaani. Wakikukamata." Nikasema wewe ni mjinga. Kwani walioko jela wote wana makosa? Inawezekana hata wewe mwenyewe unaweza kaenda. Unaweza kaenda. Inawezekana kuna siku na wewe utauawa kama wengine walivyouawa. Kuna siku na wewe utatekwa na kupotezwa. Kwani unafikiri waliotekwa na kuuawa walikuwa na dhambi gani? Hawakuwa na dhambi, hawakuwa na ubaya. Mimi nikasema sikia, mimi ninaweza kubeba kitabu mahali popote ninapoenda, kwa sababu nachoamini mimi niko katika njia bora. Yesu asifiwe. Niko katika njia bora, njia isiyokuwa na mashaka. Yaani njia isiyokuwa na mashaka, kwa sababu mimi nachoamini, si hatuko hapa wala mimi sijajenga hema hili hapa kwa sababu tunataji tukutane na watu hapa wale wengi tuanze sasa kusema sasa ni wakati wa kuvuna mavuno. Hapana. Mimi naambiaga mimi nitatengeneza hema, na hiyo hema itakuwa bora, na mimi nitapatikana humo, kwa sababu mimi mwenyewe kuwa hivi nilivyo kwa sababu ni hapa. Maisha yangu nayoona haya yametokana na hapa. Kwa hiyo sitopadharau na sitoacha kupatengeneza, kwa sababu mimi nimejikuta humo. Wewe ukija sawa, usipokuja sawa, kwa sababu mimi najua uthamani wa imani, kwa sababu mimi najua uthamani wa mahali nilipotoka. Mimi najua kwamba nilikuwa na dini ndio, lakini maisha yangu yalikuwa kwa dhaifu. Matendo yangu yalikuwa ni mabaya. Njia zangu zilikuwa ni mbaya. Nilikuwa nikijitembea naonekana kama mimi naweza, kumbe siwezi chochote. Kwa sababu najivunia mimi nina dini. Lakini leo hii
Mungu amenisaidia kwa sababu ya imani. Tunakutana kila siku, tunafanya ibada, tunasikiliza mahubiri, lakini unaona mahubiri hayo yananitengeneza mimi kwa mtu. Yesu asifiwe. Ambayo kuna wengine walipuuza, sema yani wewe imani gani ya kuangalia kwenye TV? Mimi sikulazimishi uangalie kwenye TV. Nenda kamwangalie kule, kaangalie kule matako na makalio. Kuna watu wamejaza makalio kichwani, wanaangalia kwenye simu. Kuna watu wamejaza makalio wakia download mitaani. Wanayo na wanaishi nayo. Hayo unayangalia wewe, kaangaliaga, lakini mimi hapa ninaangalia kitu kitakachoweza kunifanya mimi kuwa bora na kufika mahali fulani hadi wewe mtu mwingine uweze kusema kweli kulikuwa na maana kubwa wewe ya kuendelea na imani. Yesu asifiwe. Mimi sionagi mashaka kutembea na imani. Mimi sionagi mashaka kuitangaza imani hata kama nitakuwa niko peke yangu. Mimi nitaitangaza kwa sababu najua miongoni mwa imani bora ambayo imenisaidia ni imani hii hapa. Jina la Bwana barikiwe. Na maana mimi nimeuza vitabu ambavyo nilikuja navyo hapa, nimeviuza. Nimeviuza. Kwani nimeuza? Kwani nimefikiri nimeuza hapa? Wapo labda kama nimeuzeni mmoja, wawili hawa. Lakini vingi nimeuza huko. Na watu wananunua. Kwa nini? Kwa sababu wamejua mtu sahihi yuko hapa. Mtu sahihi kwenye vitabu hivi yumo. Nikimsoma nitapata cha kuweza kunisaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hata kama niko kwenye dini, nitakuwa mwanafunzi wa kujificha, lakini bado nitafika mahali fulani watasema kweli yule mtu alikuwa na uhalali wa kutoka kwenye imani hii kwenda imani nyingine. Yesu asifiwe. Usifikiri vinatokana tu kwamba vinatokana na kawaida. Maidia kuna kuchekwa. Kuna kuchekwa na unachekwa kabisa mpaka mwenyewe unasema nachekwa, lakini naenda. Wewe ulisomewa. Unachekwa kabisa, lakini unasema hamna. Njia pekee ni hii. Imani pekee ni hii iliyobaki, inayoweza kushughulika na maisha ya mtu, inayoweza kumtoa mtu kwenye ubaya, inayoweza kumtoa mtu kwenye aina ya tabia chafu na matendo machafu. Iliyobaki ni hii tu. Zingine zote zimebaki za kusanya sadaka, kukusanya mafungu ya 10 na kukuambia utaenda mbinguni, lakini wewe ukibaki ni wa hovyo. Ukibaki wewe ni matendo ya hovyo. Ukibaki wewe ni wa njia za hovyo. Ukibaki wewe ni wa aina ile wa mabaya yale na matendo yale, lakini unaambiwa kwenda mbinguni. Imani pekee iliyobaki ya kushughulika na mtu ni hii hapa. Yesu asifiwe. Hakuna nyingine. Mimi nakuhakikishia hakuna nyingine. Wewe katafutage mitandaoni tu huko. Katafutage. Mimi nikwambie. Mimi kuna kitu ambacho huwa naamini. Naamini kuna wakati fulani ambao hata hapa tulipofikia. Kuna wakati ambao wenyewe wanasema kweli yule jamaa ni mpambanaji. Yule jamaa sio dhaifu, sio legerege. Kwa sababu kuna vitu ambavyo walitegemea vya kufanya watu 100, watu 10, ila nakifanya peke yangu. Nakifanya peke yangu. Kwa sababu kule ilikuwa mpaka tukusanyane watu 50, watu 60 ndio tunaweza kufanya kitu kimoja. Kununua speaker tu kama imoja. Mmenunua watu 50, watu 60. Mmechangiana ndio mmeenda kununua speaker moja. Lakini unaona speaker moja unanunua mtu mmoja. Yesu asifiwe. Nini? Maana yake wanajua kabisa yule jamaa ni mpambanaji. Hawakuchukulii kirahisi, wanaweza kuchukulia. Hawanichukulii wepesi. Wanajua kabisa yule jamaa lile. Ndio maana mimi mara nyingi hata mchungaji wake ananiogopa. Mimi naniogopa. Ananiogopa, anasema siku moja nilikuwa kwenye msiba, akataka aje akanambia, "Njoo mara moja hapa." Kwa unyenyekevu kabisa. Mimi nikaenda. Sasa hapa msibani kuna moja. Hasa wewe unasemaje hapa sasa? Hapa kuna vitu unaona kama haviko sawa. Mimi nikasema kama haviko sawa, kwa sababu tumekuja msibani, ni utu wa kila mtu kulia pamoja na anayelia. Ulivyokuja umejipanga ndivyo utakavyofanya. Kama umekuja kulia pamoja na anayelia, kuna kitu utafanya ili kufanya msiba ufike mahali twende tukazike. Basi mimi pale nikafanya chochote na yeye akafanya chochote, kisha hapo tukaachana salama. Mimi sinaga maongezi naye. Yesu asifiwe. Mimi kwa sababu mimi mwenyewe ashaka nikataa. Ashaka sema mimi mwanangu naye jua nilimzaa angefanya yale nayo yafanya, lakini yule
Akawataja wote, akasema yule hapana, yule hamna. Yule hafanyi kama mimi ninavyovifanyaga hivi. Yule anafanya vitu tofauti kabisa, kwa sababu wanachojua imani au wanachojua kwendana na dini ni kuendana na vile dini ilivyo na yale wanayokuwa kiatenda, na wao wanataka kuingiza hapo. Ndio maana kuna wakati fulani wakana hivi. Siku moja nakumbuka, siku moja tukatana kwenye msiba huko, akaniambia, hasa wewe naona kama vile umejitenga. Yaani wewe uko peke yako. Kuna ushirika. Nikamwambia, mimi siaminiki kwenye ushirika mzee. Mimi ni jeshi la mtu mmoja. Mimi ni jeshi la mtu huyu mmoja. Ndio maana hata mzee akaandika kwenye kitabu kwamba mashujaa hawawagi wengi, wanaweza kumzika mtu wakiwa hawa watatu au wawili wakamzika mtu. Kwa hiyo mimi nikamwambia, kuna maisha fulani mzee, sio lazima tuingie kwenye kikundi au tu kwenye umoja fulani ndio tuweze kufanya mambo. Hapana. Mambo anaweza kafanya mtu mmoja, kwa sababu huyo mtu mmoja kuna mahali ameelekezwa cha kufanya. Ukifanya 1 2 3, kuna njia bora utaenda kutokeza. Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi ninachokisema, mtu wa Mungu, kuna mahali fulani njia ambayo itakupelekea kuwa bora. Utachekwa sana. Tena utachekwa vya kutosha kabisa, na watu watakudharau, na watu wataona kwamba wewe ulichokibeba sio. Wewe unachanganya dini na siasa, lakini bado hakuna njia nyingine inayoweza kumfanya mtu kuwa bora, isipokuwa ni njia pekee ya kuweza kusimama na mtu anayeonewa, anayeteswa, na ukawa ni sauti ya huyo mtu, na watu wakajua hakika kweli huyu ni mtu wa Mungu. Mimi wa mama kuja kunipigia simu, kwani mimi nilikuwa namfahamu? Alikuwa ananijua mimi? Alikuwa simjui na nilikuwa simfahamu, ila alinipigia simu akaniambia, kwa kweli mwanangu, umefanya vizuri sana. Mimi kiendaga kuhubiri muda mwingine natajaga namba zangu za simu, nasemaga kwamba kama unahitaji kuwa na kupata mawasiliano yangu ni haya hapa, 0 ngapi, basi ninaacha naondoka. Hasa yeye alichukua namba yake akasema, kwa kweli mwanangu, umefanya vizuri sana. Ulichonisemea kile, mimi nimeonewa vya kutosha. Ni nini? Maisha pekee kuna watu analia. Kuna watu analia, lakini wanahitaji mtu anayeweza kuwasemea. Wanahitaji mtu anayeweza kuwaongelea. Kwenye kitabu cha Yohana 15 mstari wa 11. 11 hadi 16. Yohana mtakatifu 15 na ule mstari wa 11 anasema, ndio hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu, ndio, na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Ndio. Hakuna aliye na upendo mwingi ndio kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Si hapo. Yesu asifiwe. Hamna upendo mkubwa namna hii wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Maana yake haupo. Ndio maana hata juzi wakati baba anauliza kwamba nani ambaye yuko tayari kutoa uhai kwa ajili ya mtu mwingine? Yesu asifiwe. Na ni kweli unakuta mikono imekuwa ni michache kunyosha. Na unakuta mtu kunyosha mkono kusema mimi niko tayari, huwa inamwea ngumu sana. Lakini kibibilia kabisa ndio iko hapo sasa, na imekutaka wewe hapo. Na hapo wewe imekuzungumzia wewe, imenizungumzia mimi, kwamba ili ujue kwamba una upendo. Hakuna upendo ulio mkuu namna hii zaidi ya mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Sasa wewe, mimi na wewe tunaacha kunyosha mikono kwa sababu tunakuwa hatujiamini. Yesu asifiwe. Na unakuwa na mashaka na kile ulichokibeba, na unakuwa na mashaka na kile ulichokishika. Ndio maana Yesu yeye akajiweka kwanza hapo, mimi nimeutoa uhai wangu kwa ajili yenu. Yaani yeye ameutoa uhai kwa ajili yetu. Maana yake akasema, na hakuna upendo mkubwa namna hii wa mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki yake. Maana yake mimi niwe tayari kuwa sababu ya mtu mwingine kuweza kupata furaha. Mimi niwe sababu ya mtu mwingine kuweza kujisikia vizuri. Mimi niwe sababu ya mtu mwingine kuweza kujiona yeye na yeye anastahili kuishi kwenye dunia hii. Mimi nikwambia kuna watu analia, na kuna watu anateswa, na kuna watu anaumizwa,
Na kuna watu wewe acha, ndio maana hata jana mzee wakati anazungumza anasema yani mimi nimewekwa kwenye kundi ambalo watu watakaoteswa, watakao wao. Yani hakuna kundi ambalo nilioko. Yani hata kama nisitoongea, sitopinga mabaya, wewe niko kwenye kundi hilo. Ndio maana najua kwamba muda mwingine nakaa mimi najifikiria sema, unajua muda mwingine ni upumbavu yani. Yani huongei, hupingi mabaya, lakini wewe umewekwa kwenye kundi la kuonewa. Anakaa chini sema la kuuawa. Ndio hiyo unaonewa alafu na kuua. Yesu asifiwe. Yani nimeweka kwenye kundi hilo. Sasa unakaa chini unajiuliza ni kama ni ujinga fulani. Ni kama ni ujinga. Hivi siongei, sipingi ubaya. Ila nasema unajua maisha yenyewe ndo haya. Unajua ukiongea utatekwa, ukiongea utauawa, ukiongea utaenda jela. Amna. Ndio maana Yesu mzee kasema, jela unaweza kaenda hata kwa kusingiziwa. Hiyo yenyewe haikwepeki. Yesu asifiwe. Tena unaweza ukaenda heri hata uende kwenye kesi ambayo ulikuwa unatetea watu, kuliko kupelekwa na kesi ya kusingiziwa. Wewe imagine unasingiziwa umebaka. Wewe unafikiri miaka mingapi? 30. Na kubaka kwenyewe hujabaka. Na wala hata kumkaribia huyo mtoto huyo binti hujawahi kumkaribia. Ila umeambiwa ulibaka. Unaenda kukaa miaka 30. Ila ilikuwa na uwezo wa kujisikia heri na furaha kustahimili mateso kwa sababu umefanya jambo jema la kutetea watu. Mimi nikasema huu ni ujinga. Kuna wakati mwingine nikuwa na maamuzi tu. Nikuwa na maamuzi. Njia bora inatengenezwa. Lazima mimi nitafuta kuitengeneza hiyo njia bora. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi naitafuta kuitengeneza hiyo njia bora, natafuta kuitengeneza. Mahubiri haya nayosikia, ninayoelekezwa, haya yatanipelekea mimi kuipata hiyo njia bora. Sio kwingine kokote. Sio kwingine kokote. Hata kama nitasema nijisime data nikae kimya, jua mimi ndo nitaendelea kuumia. Na wewe utaendelea kuumia. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mimi ninachokisema, nishukuru Mungu kwa namna ya hizi ibada zinazokuwa zinaendelea. Kwa namna hizi ibada zinazokuwa zinaendelea, mtaji pekee ambao hata siku moja mzee wetu alisema kwamba mtaji pekee ambao mtu anaweza kawa nao ni maombi. Maombi ndio mtaji pekee utakaompelekea mtu kuwa na kutafakari na kufikiri kuiendea njia iliyo bora. Hiyo ndio mtaji tulio nao. Hatuna mtaji mwingine. Mtaji ulio nao wa kuweza kuiendea njia bora ni maombi. Hao maombi yatakupelekea kulifanya jambo sahihi ambapo watu hawakutegemea kutarajia, lakini ukajikuta kaenda kufanya wewe ambao hawakukutegemea kabisa. Yesu asifiwe. Unamwona kabisa mtumishi Helena yuko mahali fulani. Anasema wewe hatukuzoeaga ya mambo. Kumbe naye anatetea watu wanaoumizwa, anawatetea kwa kiwango hichi. Maana yake mtaji ambao tulionao ni haya maombi. Na maombi yatakupelekea kwenda kuwa na maamuzi ambayo siku yenyewe hata utatarajia. Yesu asifiwe. Kabisa, mimi nauhakikishia. Kuna wakati fulani nataka kuongea, mimi sikutegemea kama nitaongea hivyo vitu. Unaongea mpaka mtu anasema, ila kuna wahubiri wanahubiri wewe ni mhubiri. Huyu yeye ni mhubiri. Yaani mtu mmoja anasema, kuna wahubiri ila huyu ni mhubiri. Anasema maisha ya watu wanavyoona, wanavyokuwa vifanya. Ndicho watu ambao wanahitaji kusikia. Lakini watu ambao zao wana kusikia njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu anakutaka. Kwa Yesu njoo hivyo ulivyo, yeye anakupenda. Acha sigara, acha pombe, acha bange. Basi injili imeishia hapo. Acha wizi wa nazi, ukiiba nazi za mtu utaenda motoni. Ila kuna mwizi yuko ofisini kabisa. Yuko ofisini anatumia kalamu na peni, lakini fisadi wa kutosha. Anaumiza wengi. Ameumiza wengi. Kuna watu wanalia wamesurumiwa mali zao. Ila lenyewe liko ofisini na limejenga nyumba na limenunua gari na linasomesha watoto. Kazi yake ndio hiyo elimu ofisini, kuumiza watu na kuteka watu. Nini? Yaani kuna vitu ambavyo duniani hapa ni kweli kumcha Mungu kama mzee anavyosema. Kumcha Mungu kabisa, kumcha Mungu ni kutetea watu.
ni kutetea watu. Kama sijatetea watu, simchi Mungu. Ndio maana mzee anakuwa na uhakika kwamba wewe kwenda mbinguni, mimi kwenda mbinguni ni ngumu. Kama wewe utaenda mbinguni kwa aina hiyo ulionayo wokovu huo ya maisha unayoishi, mimi nikikuona kule nitatoka, kwa sababu ana uhakika hakuna aliyeenda mbinguni hakupita kwenye njia hii ya neno la Mungu, hii ya kutetea watu waliokuwa wanaonewa. Lazima alipita hapo. Kwa hiyo mimi najisema kwamba naomba Mungu anisaidie. Ibada, maombi uwe ni mtaji wangu pekee utakao nipelekea kwenda kulifanya kusudi la milele. Kwa hiyo niombe mtumishi hapa unisomee somo ukurasa wa 87 na ukurasa wa 88 furuizo. 87 na 88 ndio kwa si hapa uone mpaka 8. Nitasoma kitabu cha mwongozo kilichoandikwa na Pastor Helbert kinachosema ujue wokovu na ibada zitakazokutua mizigo yako. Ndio. Ule ukurasa wa 87 sura ya 10. Na fundisho linalosema kwamba maombi yanayoweza kututua mizigo kwenye wokovu wako. Nianzie aya ya kwanza. Aya ya kwanza hiyo mtumishi. Aya ya kwanza nasema, ndio. Kwanza kabisa tambua kuwa Upentekoste ni maombi. Baba zetu wa imani walikuwa ni watu wenye tabia ya kuomba. Kwao wao ilikuwa mtu akiokoka kijiji kizima wanajua kuwa fulani ameokoka. Sasa tuulizane, wewe kijiji kizima unajua? Hamna baba. Au hata akifika mgeni katika kijiji, kijiji kizima wanajua nyumba ile amefika mtu au mgeni ambaye ameokoka. Sasa tuulizane, tukienda ugenini wanajua mgeni kafika hapo? Wanajua kusema. Endelea. Kijiji kizima wanajua nyumba ile amefika mtu au mgeni ambaye ameokoka. Kwani nyumba za ndugu hawa zilindima maombi iwe mchana au usiku. Si kama kizazi hiki ambacho walokole wanalala wanakoroma kama vyura kwenye vyumba vyao kama vyura kwenye nyumba zao, na kwa sababu hiyo ndani ya hizo nyumba wamekuwa hata wakikabwa na wachawi. Baba zetu walifanya kazi, lakini baada tu ya kazi walimuita Mungu kwa bidii kubwa. Si kama ambavyo kizazi hiki ambacho kuomba ni mpaka mtu apangiwe, sio kama leo, au alazimishwe. Lakini hapo pia ndio anakuja kama vile anaomba kwa faida ya mchungaji. Yaani naomba kama vile faida ni ya kwangu au mhubiri au ya mhubiri. Kumbe anaomba kwa faida yake. Kumbe ni faida yako. Kwa namna hii ya maisha, ndio kumuona Mungu wa halisi ndio ni shughuli sana. Ni shughuli kumuona Mungu halisi. Na ndio maana idadi kubwa ya watu imeamua igeukie kwa manabii wa mafuta. Ratiba ya maombi ya mtu aliyeokoka. Kwanza kabisa nikwambie kuwa nafahamu kuna uwezekano mkubwa wa kanisa ulilopo, ndio umoja wa kidini uliopo, ndio kikundi cha waombaji uliopo, kiongozi anayekuongoza au mchungaji, nabii, askofu au mtume anayekuongoza afanye au atafuti utaratibu huu wa kuomba au anafanya yeye peke yake. Yaani anaogopa kuwaambia au kuwapa washirika utaratibu huu kwa sababu anaogopa watamzidi upako na mwisho wataanzisha kanisa na kuzoa au kuhamisha washirika wake wote kwenda kwake huyo mshirika aliyemzidi upako. Ndio. Na kumbe sio ukweli. Na utaratibu huu haupo hapo kanisani kwako. Na wakati mwingine anaweza hata kukwambia kuwa hizi ni imani ngeni. Mimi nakwambia kuwa wokovu ni wa mtu mmoja.
ni wa mtu mmoja, ni wa mtu mmoja mmoja, wala sio wa kundi la watu. Kwani wakati mwingine wanaamini wote wanaosali makanisa ya kilokole ndio wanaenda mbinguni. Mimi naamini ni wale wafanyao mapenzi ya Mungu. Yaani wale wanaofanya mapenzi ya Mungu ndio watakaoenda mbinguni, au wenye moyo safi tu, au wenye moyo safi tu, na sio wote, na sio wote. Mathayo 7 mstari wa 21 hadi 23. Ndio. Mathayo 5 na ule mstari wa 8. Ndio. Hivyo kaa chini, tafakari wokovu wako kama kweli umeokoka. Kwa kanisa lolote ndio unalosali, utaratibu wa maombi ya mtu aliyeokoka ndio huu alioanzisha Yesu mwenyewe, aliyeleta wokovu duniani, naye akatuambia tuufuate. Ndio. Kama umeokoka kweli, utaona utaratibu huu kuwa wa maana kwako. Ndio. Ila kama ulikuja kanisani kutafuta utokeje kimaisha, utaratibu huu utakuwa ni mateso na kupotezeana muda. Utakuwa wokovu ni mateso na kupotezeana muda kwako. Ndio. Na hata kusoma kipeperushi hiki utatumia siku nyingi sana, kwa sababu unapenda matokeo ya Yesu mwenyewe. Matokeo ya Yesu, unapenda matokeo ya Yesu mwenyewe maisha yako, lakini maisha yake, lakini hutaki kufuata kanuni za yeye kujidhihirisha kwako. Ndio. Hivyo kiufupi umefuata miujiza au mikate kanisani. Ndio. Na sio Yesu. Na sio Yesu tena. Ishia hapo. Yesu asifiwe. Mimi niishie hapo. Hilo ndio neno la Bwana. Mpigaji Ima, unayo hata nguvu, huwezi kuendelea, ujapo rushwa pia. Je, unayo hata nguvu, huwezi kuendelea. huwezi kuendelea.
kweli. Twende mbele kwa jina lako, twende mbele kwa jina lako, twende mbele kwa jina lako, twende mbele na maisha ambayo ulikusudia tuyaishi ukiwemo duniani, katika jina la Yesu. Neema yako iwe nasi, neema yako iwe nasi, neema yako iwe nasi. Mungu mapenzi anaimba, anasema, je, unayo hata nguvu, unayo hata nguvu, huwezi kuendelea ujapodharauliwa, ujapodharauliwa. Watu wakikudharau, wapendao dunia, wapendao maovu, wapendao maisha yasiyofanana na neno lako na nguvu zako za milele, katika jina la Yesu. Yehova liai, Yehova liai, Yehova liai, Yehova liai. Tunakuinua, tunakuinua. Mwambie tu Baba, niende mbele kwa jina lako, niende mbele kwa jina lako. Kwa dakika chache mwambie Baba, haya maisha hayo, haya maisha hayo, haya maisha yanayohubiriwa, niende mbele. Hata nikibaki peke yangu, hata nikidharauliwa, hata nikichekwa, niende mbele. Huo ndio binadamu, huko ndio kumcha Mungu, huo ndio uzito wangu, hiyo ndio thamani yangu, huo ndio wokovu wangu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu.